Tunataka kufahamu bila kupoteza wakati. Unaweza kutuambia hili tukio hili huwa lipo kila mwaka, si ndio? Kweli tukio hili lipo kila mwaka. Ni mpango wa kanisa kwa maana ya General Conference. Inatokea mara 3 kwa mwaka. Kuna Machi, kuna Juni, lakini pia mwezi wa 9 tunakuwa na siku kwa ajili ya idara ya huduma za wanawake duniani. Mungu awabariki. Mnadhani pengine ni kwa nini Mungu alitumia kanisa kuwaibua wanawake kanisani? Kulikuwa na kitu gani kabla? Ni kweli Mungu si mwanadamu. Ni imani yangu kwamba Mungu anapenda watu wote washiriki katika kazi ya utume. Kama unavyofahamu, zamani wanawake walikuwa hawahesabiki katika idadi ya watu. Kwa hiyo Mungu akaona ni vema ili hao wanawake waweze kuinuka na kwenda kufanya kazi ya uinjilisti. Akaona ni vema idara ya huduma za wanawake ingie kanisani ili waweze kutumika kwa karibu zaidi. Amina. Pengine Mama Dr. Sabona, wewe ni kiongozi mwaka huu. Unadhani umepata tofauti gani na mwamko gani kwa akina mama kwa hivi karibuni, zamani na hivi sasa? Asante. Kwanza nishukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu. Niweze kueleza tu, nadhani wote mnafahamu kwamba mimi si mzao wa kanisa hili. Lakini kitu kilichonifurahisha kwamba mafundisho niliyokuta humu yamenitengeneza kwa namna ya ajabu. Na mpango wa kanisa la Adventista wa Sabato sio wa kukurupuka. Watu hawa wana njozi ya muda mrefu. Kama alivyoeleza mwenzangu, ni kweli nyakati hizo walikuwa wakihesabiwa akina baba 6,000, nyuma yao kuna wanawake, si ndio jamani? Tulikuwa tusabiki kabisa. Lakini Mungu wa mbinguni alinua njozi hii kwamba idara ya huduma za wanawake sasa isimame katika hali ya uinjilisti ili kanisa lisonge mbele. Kwa hiyo mimi kama mimi nimejifunza mambo mengi na ninajivunia kuwa ndani ya kanisa hili. Na ninaweza kuambia sioni hofu kuongea na mtu kupeleka ujumbe. Niko tayari wakati wote. Mama, mmeshona vazi zuri sana. Amina. Ni toleo maalum. Amina. Tunafahamu kila tukio na tukio lake, mavazi na nini huwa linapeleka ujumbe. Ndio. Ili vazi mlivyolichagua mliwakilisha nini tusiyofahamu? Asante. Ninajua kwamba mwanamke mwenye TBS au mwanamke thabiti, Asante. kwanza ni kielelezo. Alafu wanawake wana umoja. Alafu wanawake hawa ni maua. Kwa hiyo tunapokuwa na jambo letu lazima tufanye kitu cha kufanana. Amina. Amina. Leo kanisa limewaibua akina mama kuwa mapowerful kwenye utume katika nyumba ya Mungu. Tarehe 8 dunia inaadhimisha kuwaleta akina mama kuwa mapowerful ulimwenguni. Kuna tofauti gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Tofauti iliyopo ni kubwa sana. Ile tarehe 8 ya wanawake wa duniani ni tofauti na tarehe ya leo ya wanawake kanisani ndani ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ile ya tarehe 8 ni 50 kwa 50. Lakini ndani ya kanisa la Adventista wa Sabato, hii siku ya wanawake duniani tunatambua kwamba baba ni kuhani wa familia. Lakini kule ni 50 kwa 50. Mama Sabona, Ndio. mnatufundisha ninyi mnatakiwa mpambane muwe na uchumi. Mnaamini mkifanikiwa kwenye familia mtabaki salama na ndoa salama mbele za Mungu? Naamini tutabaki salama kwa sababu tunaambiwa kila mfanyalo, kila mnenalo au kila mtendalo, mfanye yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kama tutakaa miguuni pa Yesu, Yesu atatuongoza kupitia Roho Mtakatifu. Hichi kipato tutachopata kitasaidia jamii, kitasaidia kanisa na familia kwa ujumla. Lakini pia kwa kuongezea mtangazaji, naweza nikasoma fungu hili Zaburi ya 68. Wanawake tusikilize fungu hili. Linasema hivi: Bwana alitoa neno lake. Wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Kwa hivyo sisi kama jeshi kubwa, hata tungepata kipato cha namna gani, Mungu kwanza. Amen.
Niwashukuruni kwa kuwa nasi katika kipindi kifupi. Niwatakieni majukumu mema. Bwana awabariki watazamaji na wasikilizaji hadi wakati mwingine. Mbarikiwe sana.